Serikali imetangaza rasmi kuanza kutumika kwa sheria ya makosa ya mtandao na miamala ya kielektroniki ya mwaka 2015 iliyopitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano Aprili mosi mwaka huu. Mawaziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani, Ufaransa na Uingereza watoa wito wa kuitishwa mkutano maalum wa mawaziri wa Ulaya kujadili mzozo wa wahamiaji haramu wanaoingia barani Ulaya. Na katika michezo, klabu za Simba na Yanga za Dar es Salaam zakabidhiwa vifaa vya michezo na mdhamini mkuu wa klabu hizo kwa ajili ya kushiriki ligi kuu soka Tanzania bara. Mtazamaji popote pale ulipo, ni kualike sasa katika taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima ya leo. Mimi ni Ezekiel Mamboko, niko na Baraka Ngemba, yeye moja kwa moja atakuwa nasi kwa upande wa michezo na burudani, lakini mimi toka pamoja kuanzia habari za kitaifa mpaka pale nitakapokuaga kwa habari za biashara na uchumi. Kama ulivyosikia, kubwa zaidi ni kuhusiana na sheria za mtandaoni. Kumbuka leo ni Agosti 31. Karibu. Wizara ya Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia imetangaza rasmi kuanza kutumika kwa sheria ya makosa ya mtandaoni na miamala ya kielektroniki ya mwaka 2015 iliyopitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano Aprili mosi mwaka huu. Sheria hizo zinaanza kutumika rasmi kuanzia Septemba mosi mwaka huu, yani saa 6:01 usiku wa kuamkia kesho. Beatrice Eric anaundana taarifa hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Waziri wa Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia Profesa Makame Mbarawa amesema kuwekwa kwa sheria hizo mbili kutasaidia kukabiliana na makosa kwenye mtandao ambayo wengine huyafanya kwa kukusudia na kuleta athari kwa jamii, ikiwemo kusambaza ujumbe wa matusi, picha za utupu ambazo zimekuwa zikidhalilisha watu, wizi ya makosa mtandaoni imepokelewa kwa namna tofauti na wananchi, wengi wao wakiona kuwa ni kitanzi kwao bila kuangalia faida zake kwa anayetendewa kinyume, huku akifafanua kuwa itambana yule atakayesambaza ujumbe ama picha mbaya, tofauti na vile wananchi wanavyodhani kuwa hata atakayepokea pia atakuwa ni mmoja wa wahalifu. Picha ambazo kwa kweli zinasikitisha, picha ambazo saa nyingine kumetokea accident pahala, watu wameumia vibaya, lakini watu wanazipeleka kwenye mitandao. Leo tu mtu anaamka anatuma ujumbe kila pahala, ujumbe za kutisha na kuwafanya wananchi waweze kuchanganyikiwa. Kwanza kutumika kwa sheria ya miamala ya kielektroniki pia itasaidia wananchi kuwa na imani na huduma hizo, kwani sheria hii itatoa fursa kwa wananchi kujua pa kukimbilia pindi watakapokumbwa na tatizo la wizi kwenye mtandao, ikiwemo nyaraka na fedha. Na hapa Profesa Mbarawa anafafanua zaidi. Katikati kumetokea wizi wa ajabu kwenye mitandao. Mimi nimekaa hapa, mtu yuko Pemba ananiambia, "Profesa bwana, mama yako yuko hospitali na tunataka pesa za kumuona daktari." Mimi natuma hela, sababu nimemsikia ni ndugu yangu, namba naikumbuka, natuma hela. Baada ya dakika 10 ananiambia, "Sasa bwana, mama yako ameshamuona daktari, zinatakiwa pesa za dawa." Natuma pesa za dawa. Baada ya dakika 10 ananipigia message tena kwamba, "Bwana, tumeshanunua dawa, tunataka kwenda nyumbani, tutumie hela tena." Nikishtuka nasema la haula, jamaa ameshakimbia na pesa. Hata hivyo, Profesa Mbarawa amefafanua kuwa sheria inaanza kutumika bila kuwepo na kanuni inayoelekeza kutumika kwa sheria hiyo. Hapa anaeleza zaidi. Kija sheria namna hiyo ambayo inazungumza kufanya kosa hili na adhabu hili, uhitaji tena kutunga kanuni. Na ndio sababu sheria, kwa sababu kitu chote kimeelezwa vizuri hapa. Ukifanya kosa hili, ukituma message huku na huku, adhabu yake ni hii. Kutoka Dar es Salaam, Beatrice Eric, Channel 10. Asante sana Beatrice Eric kwa taarifa hiyo. Mkoani Morogoro tunaambiwa watu 10 wamepandishwa kizimbani katika mahakama ya hakimu mkazi wa mkoa huo kujibu mashtaka 6 likiwemo la kuchoma moto kituo cha polisi Mbigu wilayani Kilombero. Taarifa Jimmy Mengele inasoma hapa studio. Akisoma mashtaka yanayowakabili washtakiwa hao, wakili wa serikali Sande Hera amesema washtakiwa hao wanakabiliwa na mashtaka 6 ambayo ni kula njama ya kutenda kosa la kuchoma kituo cha polisi, kuchoma moto ofisi ya mtendaji wa kijiji cha Mbingu, kufanya mkusanyiko usio halali, kuharibu mali za kituo cha polisi na kuharibu nyaraka muhimu za kituo cha polisi. Washtakiwa hao wanaodaiwa kutenda makosa hayo Agosti 20 mwaka huu katika kituo cha polisi Mbingu wamefikishwa mahakamani hapo chini ya ulinzi mkali wa polisi, huku wakiwataja watuhumiwa hao kuwa ni Aigeni Kikoti, Geoffrey Mwaikambo, Ramadhani Hussein, Mani Ambangile, Rodrick John na Salumu Mgala.
Wengine ni Eliud Chumbula, John Pastori, Meshak Gideon na Janken John, ambapo walisomewa mashtaka hayo na wakili wa serikali Sande Heira na Edgar Bantulaki mbele ya hakimu mkazi wa mahakama hiyo Agripina Kimaze. Wakili Heira amedai kuwa washtakiwa hao wameharibu redio za mawasiliano za polisi, pikipiki 4 pamoja na samani za ofisi, vyote vikiwa na thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 32, mali ya jeshi la polisi. Washtakiwa hao wamekana mashtaka hayo, ambapo wote wamerudishwa rumande kufuatia ombi la wakili wa serikali la kutaka mahakama kuzuia dhamana za washtakiwa hao. Upelelezi wa kesi hiyo bado haujakamilika, ambapo kesi hiyo imehairishwa mpaka Septemba 14 itakapotajwa tena. Kisa Mwaipiana, Channel 10. Hapa jijini Dar es Salaam tunaambiwa jeshi la polisi kanda maalum limefanikiwa kuwatia mbaroni majambazi 38 ambao pia wanajihusisha na matukio ya ugaidi, wakiwa na bunduki 10 za kivita, risasi 350 katika baadhi ya kambi zilizopo porini katika mikoa ya Dar es Salaam, Pwani na Lindi. Ifuatayo ni taarifa kamili. Kamishna wa polisi kanda maalum Dar es Salaam Suleiman Kova akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam amesema watuhumiwa hao ambao pia walikutwa na bomu la mkono na milipuko iliyotengenezwa kienyeji pamoja na waya za kulipulia mabomu hayo pia walihusika na uporaji wa silaha, mauaji ya polisi mkoani Pwani. Amesema baadhi ya silaha zilizokamatwa ambazo zilikutwa katika sanduku na kufukiwa chini ziliporwa katika kituo cha polisi cha Kimanzichana wilayani Mkuranga. Ni watoe wananchi hofu kwanza kwamba pamoja na kukamatwa hao wahalifu na hizo silaha, sisi jeshi la polisi tuko imara kweli kweli, sio utani. Ni timu ya ushindi, kwa maana kwamba tumewakamata hao 38, tumekamata silaha hizo 10, na hao 38 hatuwataji majina yao kwa sababu tunataka watuambie wenzao wako wapi. Hizo kambi zote tumeshazipitia huko, tunasafisha sasa hivi, tunaendelea kusafisha. Kwa hiyo wananchi wasio na wasiwasi, tunachotoa hapa ni taarifa, sio kuatia woga. Kamanda Kofa ametoa wito kwa wananchi kutoa ushirikiano kwa jeshi hilo kutokana na aina ya ujambazi uliopo ambao unaweza kuzalisha vikundi vya kigaidi hapa. Ingawa limeendelea kusisitiza kupiga marufuku vikundi vya ulinzi katika vyama hivyo. Hiyo hairuhusiwi, na hata mwenyekiti wa tume ya uchaguzi alishasema. Nani pia jaji ambaye anashughulika na mambo ya yule msajili ameshasema. Sasa kinachobaki ni aina fulani ya ukaidi ambao kusema kweli mimi nikiwaona nitawakamata tu. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Na taarifa hiyo ya Hamisi Suleimani inatupa wasaa kupumzika. Nikirejea mtazamaji, nitaendelea na taarifa za hapa nyumbani. Kumbuka matangazo haya pia unayapata katika anwani yetu ya mtandao ya channel10.co.tz. channel10.co.tz. Habari hizi unazipata kama nilivyokuletea kupitia kilicho bora kabisa, na kusihi endelea kubaki na Channel 10. Na asante sana kwa kuendelea kubaki na kilicho bora kabisa. Sasa tunaendelea na taarifa zetu za hapa nyumbani, ambako moja kwa moja tunaelekea mkoani Dodoma, ambako tunaambiwa serikali imesema itaboresha kilimo cha umwagiliaji kwa kuimarisha skimu za umwagiliaji ili wananchi wa wilayani Bahi mkoani Dodoma waweze kutoka katika lindi la umasikini kama ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi kwa mwaka 2015 inavyoeleza. Saidi Makala anaarifu zaidi. Akizungumza na wananchi wa Bahi, mgombea mwenza wa urais Bi Samia Suluhu Hassan amesema kuwa anatambua kuwa Bahi kuna uhaba mkubwa wa maji, lakini kutokana na wananchi hao kutegemea kilimo cha umwagiliaji, atahakikisha anaboresha miundombinu ya skimu hizo za umwagiliaji ili wananchi waweze kuondokana na uhaba wa chakula. Bi Samia amesema kuwa anaamini kuwa iwapo wananchi watachagua mgombea wa urais John Pombe Magufuli, ataungana naye katika kufanya jambo hilo na kuimarisha kilimo cha umwagiliaji na kupunguza utegemezi wa mvua ya Bahi, iwepo na katika mpango wa umarishaji wa skimu za umwagiliaji wa mpunga. Aidha amesema kuwa atahakikisha kuwa wanaboresha ujenzi wa viwanda kwa ajili ya kuchakata ukwaju na ubuyu ili wananchi hao waweze kuwa na kipato kizuri. Za umwagiliaji zilizoanza kujengwa miaka ya nyuma zitakamilishwa, zilizopo zitaimarishwa
na nyingine mpya zitajengwa. Kwa hiyo Bahi imo ndani ya mpango huu. Niahidi hapa kwamba skimu yetu ya kumwagilia maji mpunga tutaimarisha. Msifanye makosa, kura kwa tingatinga John Pombe Magufuli ili Mama Samia aingie Ikulu. Sisi wanawake jeshi kubwa, Magufuli Ikulu ni lazima. Bahi, kwa heshima na taadhima zote, tunaomba sana ikifika tarehe 25 Oktoba mwaka huu, msifanye makosa, mumchague Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Mtakapomchagua, tutakuwa tumemwingiza Mama Samia na kuweka historia kwa mara ya kwanza nchi yetu kuwa na kiongozi wa juu kabisa mwanamke. Kutoka Bahi mkoani Dodoma, Saidi Makala, Channel 10. Na mgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo anayewakilisha Ukawa Edward Lowassa ameendelea na mikutano yake ya kampeni ikiwa ni siku ya pili tangu kuzinduliwa, na leo amehutubia katika jimbo la Makambako na Njombe mjini, huku akiendelea kunadi sera na kuwaahidi wakazi wa eneo hilo kushughulikia kero sugu zikiwemo tatizo la maji, elimu na afya. Jamila Omari anataarifu zaidi. Mtazamaji wa Channel 10, hivi ndivyo mgombea urais anayewakilisha Ukawa Edward Lowassa anavyowasili katika eneo hili la Makambako, na kama ambavyo tunajionea, umati mkubwa wa wakazi wa eneo hili umejitokeza kumpokea mgombea huyu ambaye alianzia ziara yake katika mkoa wa Iringa na leo amefika katika mkoa wa Njombe. Mheshimiwa Lowassa katika safari yake hii ya kampeni ameongozana na makamanda mbalimbali akiwemo waziri mkuu wa serikali ya awamu ya 3 Frederick Sumaye, wagombea ubunge kutoka maeneo mbalimbali katika mkoa huu wa Iringa. Wote wako katika safari hii ya mabadiliko ambayo kwa kweli ni umati mkubwa sana umejitokeza kusikiliza makamanda hawa ambao wameongozana na Mheshimiwa Edward Lowassa. Eneo la tatu ambalo nataka nigusie ni afya. Na kwenyewe napo tumeweka tabaka. Wao wakubwa wakitaka kutibiwa, utasikia ameenda India, ameenda wapi, ni Ulaya tu. Hospitali za kwetu zinazoangalia hawa maskini hakuna dawa. Hata dawa za kawaida sasa zimeanza kukosekana. Tulikuwa tumeweka sera ya kutibu watoto wadogo bure. Sera hiyo haijabadilika, lakini mama akipeleka mtoto pale wanamwangalia tu, wanamwambia kanunue dawa. Katika miaka 50 imeshindwa kuondoa umasikini wa Tanzania. Moja. Sasa hivi nchi yetu ina deni la takriban bilioni 30 na ziada. Trilioni. Nchi yetu inadaiwa trilioni zaidi ya 30 hivi sasa. Kiukweli kabisa swala la afya ni shida. Tukienda pale dispensary tunaambiwa kwamba kwa mfano mimi na mwanangu unaambiwa unalipia pesa fulani kwa ajili ya mtoto, labda ni bure au ni nini, au mtu mzima analipia shilingi 5,000 kwa ajili ya matibabu pale. Lakini unaingia kwa daktari, unaenda na check laboratory, wanakuambia sisi vipimo vingine leo hamna au sijui nini. Unaenda tena siku mtu ni mgonjwa, wanakuambia kwamba urudi tena uje kupima, sasa si utatibiwaje hapo. Na uchumi huu unaweza, uchumi huu ambao unapamba, uchumi huu ambao una shai, uchumi huu ambao una dhahabu, uchumi ambao una gesi, kwa nini tushindwe? Na wahakikishia Watanzania kokote mliko, chini ya uongozi wetu, mkitupa ridhaa na Mwenyezi Mungu akikubali, tutakuwa na spidi ambayo haijawahi kutokea, tutakuwa mbele kimaendeleo. Mkutano huu wa mgombea urais kwa tiketi ya Ukawa Edward Lowassa ambaye alikuwa katika eneo hili la Makambako, na mkutano ambao umehudhuriwa na umati huu ambao unauona ukija kusikiliza sera za mabadiliko ambazo zikiongozwa na Edward Lowassa, leo umefikia mwisho. Edward Lowassa anaelekea eneo la Njombe. Tukutane kesho Ruvuma. Naitwa Jamila Omar kwa niaba ya mwenzangu Warisi Despoto. Naam,
Huyo ni Jamila Omar. Tunaambia Doris Mollel Foundation kwa kushirikiana na MO Foundation pamoja na wazazi wamefanikiwa kuiokoa shule ya msingi Kindai iliyopo mjini Singida isipatwe na magonjwa ya milipuko baada ya kuijengea shule hiyo matundo 16. Sasa tuachane na taarifa hiyo. Kabla tujasema taarifa hiyo, tuende kwenye taarifa nyingine. Nasema ukosefu wa mafunzo ya udereva kwa kujihami miongoni mwa madereva wengi hapa nchini ndio sababu kubwa inayochangia ajali nyingi za barabarani ambazo zinaweza kuepukika. Ifuatayo ni taarifa kamili. Hayo yamefahamika jijini Dar es Salaam mwishoni mwa wiki katika hafla ya kufunga maadhimisho ya wiki ya usalama barabarani yaliyofanyika kwenye viwanja vya Mashujaa Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam. Katika maadhimisho hayo yaliyoandaliwa na kamati ya usalama barabarani mkoa wa Dar es Salaam yenye kauli mbiu endesha salama okoa maisha, wanafunzi wa shule mbalimbali za msingi jijini Dar es Salaam walipewa mafunzo ya jinsi ya kutumia barabara, ambapo madereva wa magari na bodaboda pia walipatiwa mafunzo maalum. Bwana Renatus Mabeyo ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Mabeyeye inayohusika na utoaji wa mafunzo ya udereva kwa kujihami, ambapo kampuni hiyo ilitoa mafunzo kwa madereva waliohudhuria maadhimisho hayo ya wiki ya usalama barabarani. Umuhimu wa udereva wa kujihami, yani defensive driving, inatakiwa dereva awe mahili, awe na weledi na awe na ule uwezo, ujuzi na mbinu za kuweza kuepuka ajali zinazoepukika. Tunachoamini ni kwamba kila ajali inaepukika. Maadhimisho ya wiki ya usalama barabarani mkoa wa Dar es Salaam yalifungwa na mkuu wa wilaya ya Ilala Bwana Raymond Mushi. Fauzia Yusuf, Channel 10. Naam, turejee sasa katika taarifa yetu ambayo inahusiana na Doris Mollel Foundation ambayo yenyewe kwa kushirikiana na MO Foundation pamoja na wazazi wamefanikiwa kuiokoa shule ya msingi Kindai iliyopo mjini Singida isipatwe na magonjwa ya milipuko baada ya kuijengea shule hiyo matundo 16 ya vyoo. Ifuatayo ni taarifa kamili. Akikabidhi vyoo hivyo vilivyojengwa kwa thamani ya shilingi milioni 16.5 shuleni hapo, mkurugenzi na 382 kwa matundo akikabidhi vyoo hivyo vilivyojengwa kwa thamani ya shilingi milioni 16.5 shuleni hapo, mkurugenzi wa Doris Mollel Foundation Bi Doris Mollel amekiri kuwa bado shule hiyo ina mahitaji makubwa ya vyoo na kutaka ziwepo juhudi za pamoja kuikabili changamoto hiyo. Kwa takwimu za Umoja wa Mataifa zinasema kwa tundu moja kwa wasichana wanatakiwa watumie wasichana 4 mpaka 3 kwa tundu moja. Lakini idadi ya wanafunzi inasema wanafunzi wa Kindai wasichana wako 382. Kwa matundu hayo 8 kwa kweli ni machache. Vivyo hivyo kwa wavulana, takwimu za Umoja wa Mataifa zinasema walao watoto wa kivulana au wavulana watumie matundu 6. Lakini kwa matundu 8 ambayo tumewapatia najua ni machache. Naye mwenyekiti wa mtaa wa Kindai Bwana Athmani Masud, mbali ya kuwashukuru wadau hao wa maendeleo, alichukua saa huo kuwahimiza wananchi kuendelea kuwa mstari wa mbele wa kuchangia swala hilo la uhaba wa vyoo. Mwezi uliopita bado tulikuwa tuna harakati kwa ajili ya ujenzi wa choo. Vyoo bado havitoshi Kindai kufuatana na idadi ya wanafunzi waliopo kwenye shule ya msingi Kindai. Ninachotaka kusema ni kwamba sisi kama wazazi bado tuna zoezi, bado tuna mchakato wa kuendelea kujenga vyoo. Shule ya msingi Kindai iliyoanzishwa mwaka 1975
imekuwa ikifanya vizuri kitaaluma mwaka hadi mwaka, pamoja na kuwa na uhaba mkubwa wa vyoo, kama mwalimu wa taaluma Margaret Lema anavyobainisha. Walisajiliwa wanafunzi 47, wasichana 42, jumla wanafunzi 89. Waliofanya mtihani ni wanafunzi 47, wasichana 41, jumla wanafunzi 88. Wasiofaulu ni wavulana 23, wasichana 14, jumla wanafunzi 37. Ujenzi wa vyoo hivyo vipya na nadhifu ulianza mwaka jana baada ya vyoo vya awali vyenye matundu 8 paa lake kuezuliwa, huku pia vikiwa katika mazingira hatarishi kwa watumiaji wa vyoo hivyo. Kutoka hapa Singida ni Kuringe Mongi. Na taarifa ya Kuringe Mongi ndio inatuhitimishia sehemu ya kwanza ya taarifa yetu ya habari, ambapo tutazama habari za hapa nyumbani, na tunaomba radhi pia kwa mwingiliano wa picha ambao ni tatizo ambalo liko nje ya uwezo wetu. Mtazamaji, muda mfupi ujao tutatazama kwa upande wa habari kutoka hapa barani Afrika, ikiwa ni mataifa mengine. Kusihi endelea kubaki